Yaani unazingua sana wewe. Sasa mimi nazingua nini shehe? Wewe unazingua mwanangu. Baba, una tamaa. Mimi lazima niwe na tamaa kwa sababu unajua tamaa zinatengenezwa na mtu mwenye tamaa. Ila mwanangu, unajua hii kazi yetu ya pangisha guest, hii kazi yangu mwanangu ina changamoto hii. Unajua ina changamoto? Kuna muda mwingine napata changamoto sana. Sasa ukiona changamoto zinakuwa nyingi, changamoto zinazidi, wewe unachanga unga mnatoa dongo. Wewe ushaanza utani. Ushaanza. Sema nini? Kuna wakati mwingine unakuta jamaa anakuja na mtoto mkali. Sijui umeelewa vizuri. Lakini sasa afu unakuta hela anayo pungufu. Mimi mwenyewe mtoto namtamani. Umeelewa vizuri? Hapa anakuja na 4,000, 7,000. Yaani kwa mfano wewe chumba unapangia shilingi 10,000. Alafu anakuja mtu anakuja na shilingi 4,000 mkononi. Alafu ukiangalia ana mtoto mkali. Unatimua. Unatimua vipi na mimi mtoto unamtaka namtolea jicho? Na hela naitaka. Sasa wewe si unamtaka na mtoto? Ndio. Unatimua aki yule. Sasa. Alafu kuna issue moja. Unakumbuka kuna tukio moja nilikuelekezaga kuhusu mjeda walichonifanyia? Kile kipindi alichokukanyaga. Baba ni uligongwa. Wanaleta habari za ajabu. Sijui umeelewa vizuri. Sasa mimi ninachokitaka popote ambapo tutakuta mjeda lazima tumuonyeshe kazi. Ndio. Alafu hapo hata meno unangata sikio. Yaani hapo umenikumbusha kitu. Kwa sababu unajua kipindi kile walikukanyaga. Walikuponda. Sasa walinikanyaga. Nilikuwa nimetoka zangu Msanga Ngongere. Uko Msanga Ngongere huko ni unaingia Morogoro kwa ndani au sio bwana? Kuna sehemu kunaitwa Chitoholi. Au sio bwana? Sasa uko Chitoholi huko nilikutana nao wale wajeda. Baba, nilikutana na sini ya timba. Ukikosea njia, kwa mfano unakuta wameweka kibao amri usipite hapa afu ukapita. Ukikosea njia. Sasa na mimi kinachonishinda kitu kimoja. Mimi unajua napenda sana kukosea njia. Kila nikijaribu niweke sawa, lazima nikosee. Kila nikijaribu, lazima nikosee. Niliingia muziki yangu kanikuta nimetokea wapi? Hapo Lugalo. Baba nilikanyagwa vibaya mno. Walikukanyaga sana. Sasa mimi ndo kwa maana nakwambiaje wajeda tuwaonyeshe kazi ukiwakuta popote. Wewe, aya. Vipi? Sasa vipi? Naona mbongo. Fresh mwanangu. Mimi nikashangaa saa hizi huyu vipi? Hamna mwanangu, kuna mambo nilikuwa namalizia nyumbani. Si unajua tena? Majukumu. Kama kawa na mbele. Chumba changu kipo. Mwanangu kipo na imebaki hiyo kwa sababu nilikuwa nazingua toka kila mtu akija nazingua na Joey sasa hivi anaingia. Simuona imebaki moja hiyo. Kipo mwanangu. Haya mwanangu poa. Mimi siwezi nikakuangusha. Toto. Acha mambo yako. Bwana vinywaji. Acha mambo yako wewe. Ndugu yangu sasa inabidi nipe kazi. Mimi nasambaza vinywaji ndani. Mtoto kanona. Sema nini mwanangu? Unajua mwenyewe umeanza. Shida hapo wewe. Wewe kila hapo unaharibu. Ila sasa sikiliza pointi kubwa. Pointi kubwa mwanangu, tukiwakuta wajeda sawa tunawauliza. Wajida hakuna kuacha. Tunapiga hata mawe hata kuangata meno. Sasa nikwambia kitu kimoja. Mimi nataka nikiwakuta au sio bwana? Mwanangu ya upo. Au sio mimi nikiamsha afu nakimbilia kwao. Bwana. Karibu bwana. Vipi? Fresh, naona umevaa kofia imeandikwa boss. Wakati huna hata hela. Vipi, mbona unamshangaa? Huyu mimi ni mke wangu, ni mke wangu wa ndoa. Mbona unamtolea macho? Eti unataka uniletea kesi ndani, si ndio? Wewe unakuja guest na mwanafunzi. Alafu amevaa uniform kila kitu, amebeba na begi mwanafunzi kabisa. Unataka kuniletea serikali nzima huko ndani. Unataka kuniletea jeshi nzima huko ndani. Wewe una uhakika gani kama huyu ni mwanafunzi? Sio mwanafunzi, si amevaa mavazi ya mwanafunzi, anaonekana kabisa ana kasura kake ka soft mwanafunzi kabisa. Wewe, yaani kwambia huyu ni mwanafunzi nani? Huyu mimi ni mke wangu wa ndoa, nimemuoa, ni mke halali. Mke wako amevaa uniform, si mwanafunzi, huyu si mwanafunzi. Bwana sikiliza bwana. Unataka kuletea wanajeshi hapa? Nisikilize kwa sitaki kesi. Unajua nimezunguka huko kote. Nimetafuta vyumba nimekosa. Nimeona hapa kwako nitapata vyumba. Huyu ni mke wangu wa ndoa, ni mke wangu halali, nimemuoa kwa pesa taslimu. Mume wangu wa ndoa. Wewe si mwanafunzi wewe. Au unataka uhakikishe?
Au unataka uhakikishe? Bwana, mwache mwanafunzi bwana. Sikiliza bwana. Sasa kama mke wako unamvesha vipi uniform? Kwa nini asivai kidiola? Unataka kuleta kesi hapa bwana, wewe mambo gani haya? Mambo gani haya? Nisikilize kijana kwa makini, sawa? Pesa ni hapa, nakupa pesa. Tumeelewana? Mimi huyu ni mke wangu wa ndoa. Unajua kwa sababu unamvesha hivi, mimi enzi zangu za nyuma nilikuwa napenda kutembea na wanafunzi. Sasa nikawa najiuliza maswali. Nitaepuka vipi serikali? Nikajiongeza nikaoa mke nimemtoa kijijini huyu. Nimemuoa mke wangu halali na nimemwambia avae nguo hizi kokote ninapomuona, ndo najisikia faraja. Huyu mimi mke wangu, ila naogopa serikali tu. Wewe mke wako umemshonea uniform. Wewe bwana shika hela nipe chumba iko. Lakini utaratibu sio mzuri. Hizi ni uniform za shule kabisa hizi. Wewe ni mke wangu wa ndoa bwana. Sawa kijana. Alafu umevaa kofia imeandikwa bosi, una hata hela. Twende. Sawa kijana. Mwanafunzi kabisa huyu, amevaa uniform kabisa. Shoga yangu mambo. Poa vipi ndugu wangu? Safi upo? Mimi nipo sijui wewe. Safi za siku. Sijambo sio utoka. Mwanzangu nakuona umetangulia mapema. Nimewahi tunajua tena kusema hiki sasa hivi. Yaani usipate kama maji saa hizi mapema. Ukifika mchana maji hapo. Hivi kwa nini siku hizi maji yanakauka sana hapa? Shida ni nini? Yaani hata sielewi. Zamani mida kama hii kisima karibia kinajaa. Lakini sasa hivi maji yako chini. Ikifika mchana si ndio hakuna kabisa. Shoga yangu unanificha nini? Maana sielewi. Nikuficha nini tena? Shoga yangu nasi ulifumaniwa. Haya ilikuwaje? Boti. Kamanda. Kamanda. Afande. Kamanda. Afande. Afande. Sasa kamanda gani anakuja? Mimi nimetoka zangu huku, au sio bwana? Baada kuja hapa kama ukafanya nikajua sasa leo ndo nimeingia muziki. Mimi nimetoka zangu huku, au sio bwana? Baada kuja hapa kama ukafanya nikajua sasa leo ndo nimeingia muziki. Kumbe umekufa. Yaani bora ulikufa. Shogangu na balaa so dogo. Shogangu amenikuta mambo. Haya. Ndio maana umeona kile siku mbili hizi sijaja kwako. Haya ni hadithi ilikuwaje? Shogangu sio unajua kwenye mambo yetu siku natoka zangu gengeni. Ndio. Kuna huko nikakutana na mtu njiani. Ni kwenye maongezi shogangu si akaja kwenye yale mambo yetu. Akaja kwenye mtoni. Nikasema hapa hapa tasiachi. Ndio zangu kapiga shote. Niingize langu nikarudi nyumbani na rudi na mtonyo wangu. Hapo kati hapo kuna roji moja inaitwa Napa. Shogangu tukaelewana tukafika pale. Kufika pale mama tunaingia kule kwenye vyumba. Shogangu Hamad anatoka mule nakutana na mume wangu. Mama wewe, hai ikawaje shogangu? Macho yalinitoka shogangu. Haya, mume wako anaenda kufanya nini lodge? Shogangu. Mimi najua mume wangu anafanyaga kazi lodge. Ila sijuagi lodge ipi maana hajawahi kuniambia hata siku moja. Shogangu kumbe mume wangu ndo mhudumu wa ile lodge. Pole shogangu. Lakini sameisha. Yameisha hivyo hivyo lakini sinajua mwanaume akishakufumania tukio kama hilo sio poa. Pole sana.
Vipi lakini? Poa, alafu shoga yangu. Chenga. Yaani nyinyi ndio mko mmetoka zidipo huko sasa bwana. Ndio mmekuja na hasira. Yaani nyinyi, mmekuta sisi wote tunanunua. Nakwambiaje? Nasemaje? Allah. Kwanza nakupiga bila kia. Leo mwanangu nakupiga ya rafiki yangu. Na hii hapa. Kama ni mbabu. Hii hapa. Ulimwona kama ni mbabu aliniambiaga alikutoka vitani. Chenza. Mkifu mnakuwa wazembe. Eti nasikia kamshonea mke wake nguo za shule. Yanakuwaje na nguo za shule wakati ni mke wa mtu? Wewe mwenyewe unamjua ile Chenga. Lakini zake zinafanana na yeye mwenyewe Chenga. Ndio. Sio kipindi kile alikuwa anatembea na wanafunzi. Sasa baada ya kuja kusikia sasa hivi wanafungwa miaka 30 kaamua muoe dogo. Sasa ile dogo afanyeje? Ndo kamshonea uniform shoga yangu sasa hivi anakula mwanafunzi mkewe. Hai, alafu mnasikia na wewe mwenyewe umepita naye. Haya, vipi bwana na wewe shoga yangu mimi ningekuficha. Sikupita naye bwana, sema nilikuwa na mendea, sema si ndo unajua tena ile anapenda wanafunzi. Ila akafanya vizuri si mke wake, acha mvalishe uniform shoga yangu. Shoga yangu na wewe umo hadi yule. No.